Jamani, karibuni. Leo tutacheki vitu ambavyo ni muhimu sana. Leo tutaangalia cardiovascular health. Cha kwanza nataka tufahamu general knowledge kuhusu cardiovascular, na baada ya hapo tutaangalia product ambazo zinaweza zikasolve matatizo kwa watu ambao wana changamoto za cardiovascular. Sasa TAMISEMI, please mute mic yako ili isi interfere. Jambo la kwanza nataka kufahamu kuhusu cardiovascular. Lakini kabla ya yote, nataka mfahamu mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Mwili wa binadamu una vipengele ambavyo katika vipengele vyake hivyo BF Suma ina cover kila kipengele, na ndio maana kampuni ya BF Suma ni kampuni ambayo ina deal na mambo ya afya, lakini ambayo imewekeza kwenye mwili wa binadamu na afya ya mwanadamu, kwa sababu inagusa pande zote za mwili wa mwanadamu, na kwa sababu inagusa pande zote, hiyo tu ni ishara kuonyesha kwamba hii investment iliyofanyika na kampuni ya BF Suma ni kubwa sana. Hapa utaangalia skeleton system, hiyo ya kwanza, hiyo ni skeleton system. Ya pili ni digestion system, mmeng'enyo wa chakula. Ya tatu ni circulatory system, ambayo hii inadili na mambo ya mfumo mzima wa moyo ambao ndio cardiovascular. Alafu kuna respiratory system ambao ni mfumo wa upumuaji. Alafu kuna nervous system ambao ni mfumo mzima kuanzia ubongo na nervous system. Alafu kuna muscle system. Na hapa ukiangalia bidhaa zote za BF Suma zina cover maeneo tofauti tofauti. Ukiangalia mfumo wa skeleton system tunaangalia bone and joint. Tukiangalia digestive system tunaangalia digestive health. Tukiangalia mfumo wa circulation system tunaangalia mfumo wa cardiovascular. Tukiangalia mfumo wa respiratory system tunaangalia mfumo wa immune system pamoja na mfumo wa upumuaji. Tukiangalia mfumo wa nervous system tunaangalia mfumo huu ambao tunakwenda kuangalia sasa hivi, cardiovascular inaingia hapo pamoja na bone inaingia hapo. Lakini muscular system tunaangalia mfumo mzima wa digestion inaingia, mfumo wa skeleton unaingia, lakini na mfumo mzima wa nerve unaingia hapo. Sasa hiyo yote ni katika swala zima la kufahamu mwili wa mwanadamu. Sasa hapa tutajaribu kuangalia hii presentation, tutaenda kuangalia mfumo mzima wa mwili, na hapa tunaangalia moyo, tutaangalia capillaries, tutaangalia artery na vein, ambapo heart tunasema cardiovascular system ni transportation of blood ndani ya mwili, inasafirisha mfumo mzima wa damu ndani ya mwili. Kwa hiyo hii ina transport damu, lakini tunajua kwamba mfumo mzima wa damu una comprises damu inayopita kwenye moyo kupita kwenye blood vessels. Lakini damu ina supply nutrients pamoja na kutoa waste ambazo hazitakiwi ndani ya mwili, kuzitoa nje, kutoka kwenye tissue, kutoka nje ya mwili kwa kupitia ini inachukua sumu, lakini figo zinachuja kupeleka kwenye kibofu cha mkojo na ndipo iweze kutoa, lakini kwa njia nyingine inatoka kwa njia ya jasho. Kwa hiyo tunaangalia hapa the media liquid from the blood which flow close to tubular system. Hapa damu inafanya kazi ya kupitisha kwa kupitia media ambazo ni mishipa ya damu ambayo ni capillaries pamoja na vein. Kwa hiyo hapa utagundua kwamba mfumo mzima wa moyo, capillaries, artery pamoja na vein ndivyo vitu ambavyo vinatumika katika kutengeneza mwili uweze kufanya kazi vizuri. Sasa ugawanyishwaji wa mwili na damu ndani ya mwili ni tunaangalia arteries ni tubes ambazo zinabeba damu kutoka kwenye moyo na kutoa kwenye moyo. Vein ni tube ambazo zinabeba damu kurudisha ndani ya moyo. Kwa hiyo arteries ni ile ambayo inatoa damu ndani ya moyo, na vein ni zile ambazo zinarudisha ndani ya moyo. Na capillaries ni connection vein ambazo zenyewe ni mishipa midogo midogo ambayo yenyewe ina exchange damu, oxygen pamoja na uchafu kuweza kuutoa ndani ya seli, kuutoa kuupeleka kwenye figo pamoja na ini. Kwa hiyo hapo utagundua kwamba mfumo mzima wa cardiovascular ni mfumo muhimu sana ndani ya mwili. Kwa hiyo hapa matatizo mengi ambayo yanapata matatizo haya ni pamoja na hypertension ambayo ni pressure ya kupanda, myocardial infection ambayo hii inatokana katika mishipa midogo midogo iliyomo ndani ya moyo,
cardinal diseases, magonjwa ya mioyo kama moyo kutanuka, lakini holes ndani ya moyo, matobotobo ndani ya moyo, lakini atherosclerosis ambayo hii inakuwa ni tatizo kubwa sana kwa watu ambao wana pressure, ambayo hii inahitaji uweze kuichukulia serious ili mwisho wa siku isiweze kukuletea matatizo. Ndio maana hapa ukiangalia unaona kuna matatizo madogo madogo ambayo yanawapata watu. Kwa mfano, panapokuwa pametokea mishipa ya moyo au mishipa iliyomo ndani ya moyo inapokuwa imepokea kiwango kikubwa cha mafuta, huwa inaleta matatizo. Lakini tatizo lingine ni valve. Valve zinaposhindwa kufanya kazi vizuri, pia huwa inaleta tatizo. Valve inapofunga na kufungua, isipofanya kazi vizuri, huwa inaleta tatizo. Lakini cardiomyopathy ambayo yenyewe hii inatokea pale ambapo moyo ule mshipa nani, ile ukuta wa moyo unakuwa umetanuka na kusababisha moyo kuweza kuwa mdogo. Hilo na yenyewe pia ni tatizo. Kwa yote haya ni matatizo ambayo yanaweza akampata mtu ambaye anakuwa na shida. Ndio maana ukiangalia hapa hypertension. Hypertension ni kiwango cha juu cha mapigo ya moyo ambacho kinakuwa kimezidi mapigo ya 140, ambacho kwa kawaida pressure haiwi normal. Inapokuwa abnormal huwa inamletea mtu tatizo. Lakini pia kiwango cha chini cha pressure kinapokuwa kimezidi mapigo 90, na chenyewe kinakuwa ni pia ni tatizo. Sasa hapa kuna tofauti kati ya categories ambazo zinaweza katokea mtu mwenye normal na mtu mwenye pressure ya juu. Mtu mwenye normal ni yule mtu mwenye 120 mpaka 80. Mapigo ya juu 120, mapigo ya chini ni 80. Kwa hiyo inapotokea imezidi au inapotokea imepungua, inakuwa ni tatizo ambalo linaweza kapelekea mtu kuweza kuwa na shida kwenye swala zima la nini, la pressure, na hiyo huleta matatizo mengi. According to WHO Yes. Mm. Jackie, unaweza ukamute microphone yako? Jackie, unaweza ukamute microphone yako? Okay. Oh. Okay, tunaendelea. Kwa mujibu wa WHO inaeleza kwamba cardiovascular diseases zimekuwa ni matatizo ambayo yanaongoza katika vifo vya watu wengi sana, na takwimu zinaonyesha watu milioni 1 wanapata heart attack na wanakufa kutokana na coronary heart diseases. Watu milioni 15 Marekani wenye umri wenye miaka 20 na zaidi ya hapo wanaonekana wana matatizo ya moyo. Watu 795 wanaonekana wanapata matatizo ya stroke. Watu 356 wanapata wanapelekwa mahospitalini na wengine wanaruhusiwa kutoka baada ya kupata matatizo. Lakini pia watu milioni 23 wanapata type 2 diabetic, ambayo asilimia kubwa inatokana na mazoea ya kuvuta sigara, unywaji wa pombe na umri mkubwa ambao unatokana na mambo ya insulin kuweza kuwa chini. Kwa hiyo yote haya ni madhara ambayo yanaweza kumkabili mtu kwenye swala zima la cardiovascular. Kumbukeni kwamba kipindi cha COVID watu wenye cardiovascular wengi waliongoza kwa vifo. Wengi walikufa kwa sababu walikuwa na matatizo ambayo yalikuwa ni makubwa sana na ambayo yaliwapelekea kuweza kupata shida kwa sababu tu ya kipindi ambacho kilikuwa cha COVID. Sasa nani ambaye yupo kwenye riski ya kuweza kupata magonjwa ya cardiovascular? Cha kwanza kutokana na mambo ya umri, cha pili genetic, stress, watu wanaokunywa pombe na kuvuta sigara, lakini cholesterol, watu wenye cholesterol nyingi, lakini watu ambao wana unene uliopita kiasi, watu wenye ugonjwa wa kisukari na watu wenye uh, hyperlipemia wana matatizo ya kuweza kupata magonjwa ya cardiovascular. Sasa hapa utagundua kwamba magonjwa mengi ambayo yanasababishwa hypertension. Hypertension ni ongezeko la sukari na la pressure. Mara nyingi huwa inapeleka watu kuweza kupata magonjwa mengi kama moyo kuweza kufeli, lakini pia upande wa kushoto wa moyo kuweza kushindwa kufanya kazi, myocardial infection ambayo inatokea kwenye mishipa midogo midogo, coronary diseases, hypertensive ambapo hapo unakuta matatizo yote, stroke ambayo inatokana na mishipa kuweza kupasuka au mishipa kuweza kuziba, kuto kuona macho kama tatizo la watu wengi ambao wanapata matatizo hayo, lakini chronic kidney failure, figo kushindwa kufanya kazi. Sasa hapa
kuna mambo 8 ambayo yanaweza akamsababisha mtu aweze akapata magonjwa ya cardiovascular, lakini pia kuweza kufanya nini, kuweza kupunguza. Hapa lazima cha kwanza uweze kujua riski ambayo inaweza kupata watu wenye miaka 40 mpaka miaka 75 wana riski kubwa ya kuweza kupata magonjwa ya cardiovascular. Lakini pia watu watakapojali ugonjwa huu tayari watakuwa wameondoa tatizo kuweza kuja kuwapata. Lakini watu wanaokula vibaya, hapa wanatakiwa watu wapate balanced diet ili mwili wao uweze kukaa sawa, wanatakiwa wapate balanced diet. Lakini watu ambao wanafanya mazoezi pia wanafanya wasiweze kupata haya matatizo, lakini wasiofanya mazoezi pia wanakuwa na riski ya kuweza kupata haya matatizo. Watu ambao wanajali afya yao hasa kwenye swala zima la la uzito, ni muhimu sana kujali hicho kitu. Watu ambao hawavuti sigara itawasaidia sana kuto kupata haya magonjwa, na wanaovuta sigara ni vice versa. Watu ambao wanafanya check up ya mara kwa mara kucheck condition zao, hiyo pia inaweza kuwasaidia. Watu ambao wanapata madawa pale wanapokuwa na tatizo kwa kufuata ushauri wa madaktari, hiyo pia itawasaidia wasiweze kupata matatizo. Sasa hapa kuna bidhaa ambazo ni muhimu sana ambazo zitamsaidia mtu kuweza kuondokana na tatizo hilo la cardiovascular, ambao watu watakao kuwa wanajali haya matatizo, watakao kuwa wanajali, kwa sababu haya yanampata mtu yoyote na wakati wowote. Kwa wale wanaojali, maana yake wanazuia kuweza kupata changamoto kama hiyo ya kiafya, na hiyo ni muhimu sana kuweza kuzingatia, kwa sababu itakusaidia kuweza kufanya afya yako iweze kuwa sawa. Sasa hapa tunaenda kuiangalia bidhaa mojawapo ambayo ina deal na mambo ya cardiovascular ambayo inaitwa Micro2Cycle. Hii ni bidhaa muhimu sana. Hapa yenyewe tunatakiwa tujue kwamba cardiovascular inadili na nini. Hapa ina transmit oxygen pamoja na nutrient ndani ya mwili. Micro circulation ndani ya mwili ni vitu ambavyo ni mfumo ambao unatumika katika process ya kuweza kupitisha oxygen, nutrient pamoja na maji kupeleka kwenye seli, ili seli ziweze kupata, then tissue ziweze kupata, ndipo organ ziweze kuwa sawa. Lakini hii microcirculation pia inasaidia katika kuondoa carbon dioxide na kuondoa metabolic waste, ambazo hiyo ni uchafu ambao umo ndani ya damu kuweza kuutoa. Lakini hivi vitu vina coordinate tissues pamoja na mwili mzima. Yaani uhusiano uliopo kati ya macho, uhusiano uliopo kati ya ngozi, uhusiano uliopo kati ya nini, uhusiano uliopo kati ya seli, wote unategemea damu iweze kusafirisha kwa kupitia mishipa midogo midogo ambayo inasaidia katika kusafirisha yote kwenda ndani ya mwili. Sasa hapa lazima utajua kwamba according to WHO, wanadamu wengi wamekuwa wakipata matatizo ndani ya kipindi kirefu, na wote wanapata shida kutokana na mishipa hii ya damu inapokuwa haifanyi kazi vizuri. Hasa vitu ambavyo vinaweza vika affect mzunguko wako wa damu na namna ambavyo inaweza ikaprevent matatizo. Cha kwanza ni dry eye, macho kuwa makavu. Kuna watu wengi leo wana macho meupe na macho yanakuwa ni makavu. Hiyo inaenda kusababisha matatizo, na mwisho wa siku matatizo yako yatapata shida. Lakini pia ubongo kuchoka, kichwa kuuma, kupoteza kumbukumbu pamoja na kupata stroke. Yote haya yanaweza katokea kwenye ubongo kama huu mzunguko wa damu haufanyi kazi vizuri. Moyo pia unaweza kupata shida. Utapata irregular heartbeat and breathing pang, ambako sometimes mapigo ya moyo yanasimama kwa sababu mzunguko wa damu haufanyi kazi vizuri. Mapafu, kukosekana kwa oxygen ambayo inakwenda kwenye mishipa ambayo ipo ndani ya mapafu huwa inapelekea mtu kushindwa kupumua vizuri, na wakati fulani huwa inaleta matatizo. Kidney pia inaleta maumivu sana kwenye upande wa nyuma, lakini pia inatengeneza kidney stones na kusababisha figo ziweze kupata shida pale ambapo hazipati damu yenye oxygen ya kutosha. Lakini wakati fulani tatizo linaweza katokea kwenye ngozi. Ngozi ikatengeneza wrinkles na pia ikasababisha ngozi yako ikawa inasinyaa sana kwa sababu ya mzunguko wa damu yako hauwi mzuri ndani ya mwili. Lakini pia inaweza ikasababisha maziwa kuto kufanya kazi vizuri, kuto kutoa maziwa kutoka kwa mtoto, lakini pia huwa inapelekea kupata breast cancer pale ambapo damu yenye oxygen haisupply vizuri kwenda vizuri ndani ya mwili. Lakini pia mafuta, wingi wa mafuta mengi ndani ya ini huwa unapelekea tatizo, kama ambapo hii
microcirculation haitafanya kazi ya kuweza kutoa matatizo nje ya mwili. Lakini mikono kuweza kusinyana, kusikia visindano vinachoma choma ndani ya mwili, pia hilo ni tatizo ambalo linawakabili watu wengi, na hizi bidhaa zinaweza kumsaidia huyo mtu kuondokana na hiyo. Na ndio maana hapa kuna magonjwa zaidi ya 414 tofauti tofauti ambayo yanatokana na microcirculation disorder ndani ya mwili. Na hapa zaidi ya magonjwa 30 huwa yanapelekea tumor, na mwisho wa siku tumor zikishatembea zinasababisha mtu anapata ugonjwa wa kansa. Sasa bidhaa hii ya micro 2 cycle ni bidhaa ambayo inaenda kuimprove microcirculation disturbance ndani ya mwili. Ina prevent cardiovascular and cerebral diseases, magonjwa ya mzunguko wa damu na pamoja na magonjwa ya ubongo. Hii bidhaa inaenda kusaidia, lakini hii bidhaa itakuondoa katika magonjwa chronic. Sasa hapa kuna mimea ambayo imesababisha bidhaa hii iweze kufanya kazi, ambayo mimea yenyewe ni kama red sage, ambayo hiyo ukienda kuigugle itakupatia namna gani bidhaa hizi zinafanya kazi. Kwa hiyo hapa utagundua kwamba hii inasaidia sana kudili na mambo ya artery, mishipa ile inayotoa damu ndani ya moyo, na ina reduce blood cholesterol and blood viscosity. Inaondoa cholesterol, mafuta kwenye damu, na ulaini wa damu, inafanya damu iweze kuwa laini, isiwe nzito. Ina boost microcirculation ndani ya mwili. Ina prevent and treat coronary heart diseases, ambayo magonjwa hayo yanawakabili watu wengi sana na yanawasumbua watu wengi, wanapata shida kwa sababu tu hawajatreat haya magonjwa. Lakini pia kuna mmea unaitwa Panax nitrogensen. Huu unakwenda kuimprove myocardial blood supply, inakwenda increase elasticity kwenye mishipa ya damu. Yani mishipa ya damu inakwenda kusababisha itanuke na kusinyaa. Na kama mnavyojua, mojawapo ya tatizo ambalo ni la tatizo la pressure linasababishwa na mishipa ya damu kuwa imekakamaa kwa sababu ya matumizi ya madawa. Watu wengi wanaotumia madawa kwa muda mrefu huwa wanapelekea mishipa yao kuweza kuwa resistant. Mishipa inakuwa migumu, haitanuki na kusinyaa. Na kwa sababu haitanuki na kusinyaa, hiyo hupelekea tatizo hili kuwa kubwa, na mwisho wa siku kusababisha blood inashindwa kupita vizuri, na mwisho wa siku mtu anapata pressure ya kupanda ambayo ni hypertension. Kwa hiyo hii mmea ambao unaitwa Panax nitrogensen ambao unapatikana kwenye bidhaa ya Micro 2, hii inakwenda kumsaidia mtu kuweza kutokupata tatizo kama hilo. Na kuna mmea mwingine ambao umo unaitwa Boneol, ambao hii ina increase capillaries permeability, lakini ina facilitate drug absorption. Bidhaa hii inaenda kumsaidia mtu atakapotumia, ili drug absorption iweze kuwa kubwa ndani ya mwili. Kwa wale wagonjwa ambao wanatumia dawa na hawapati matokeo, hii bidhaa itaenda kumsaidia. Lakini hii bidhaa itaenda kuondoa vile vidude vyote ambavyo vimeenda kusababisha damu isipite kwenda kwenye ubongo. Lakini hii inazuia anti-inflammation, inazuia mtu asiweze kuvimba kwa haraka zaidi, inaenda inafanya nini? Inazuia. Kwa hiyo hii Micro 2 cycle ni bidhaa inayokwenda kumsaidia mtu kuweza kufanya mishipa iweze kupitisha damu, hasa capillaries, ile mishipa midogo midogo iliyomo ndani ya moyo. Lakini ina promote kupita kwa dawa mtu anayetumia. Kwa hiyo hii bidhaa ni nzuri sana kwa mtu ambaye hata kama anatumia madawa ya kawaida, akiitumia inamsaidia kuweza kufanya mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini pia inasaidia kuweza kufanya absorption ya mimea ambayo unaitumia, ambayo inapatikana humu, inasababisha absorption iweze kuwa kubwa, lakini pia madawa yaweze kufika vizuri kwenye tissue pamoja na seli, kitu ambacho kinatumika. Kwa hiyo kwa watu wenye matatizo ambao wanatamani kupata suluhisho za haraka, bidhaa hii itaenda kuwasaidia kuweza kusababisha mwili uweze kupokea virutubisho kwa haraka. Hasa hapa angalia, healthy blood vessels inakuwa iko hivyo clean, inakuwa haina vitu, lakini mshipa wa damu ambao tayari una cholesterol nyingi unakuwa hivyo, unakuwa na mafuta ambayo mafuta hayo yanapelekea mshipa wa damu usipitishe damu kiwango cha kutosha, na mwisho wa siku inapelekea matatizo. Ishara zake ni pamoja na kupata pressure, kupata magonjwa ya moyo, kupata maumivu ya chest, kupata stroke, na mwisho wa siku inapelekea magonjwa ya coronary diseases ambayo hii inasababishwa na cardiovascular.
Sasa hii itaenda kuimprove magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kampata mtu, pamoja na maumivu ya kifua, ubongo kuweza kusinyaa kutokana na oxygen kutokwenda, na moyo kuweza kupata shida ambayo inaweza ikapelekea mtu kupata magonjwa ya moyo, kupata hypoxia na kupata magonjwa ambayo yanaweza kusababisha mtu akafeel discomfort. Kwa hiyo hii pia itakwenda kusaidia katika ukuaji wa nywele. Watu wenye vipara watakapotumia hii bidhaa itakwenda kuwasaidia kuweza kuondoa, kwa sababu wakati fulani nywele zinashindwa kuota kutokana na blockage ambayo inatokea katika mwili wa mwanadamu. Hasa Micro 2 tablets ni bidhaa ambayo inakwenda kuwasaidia watu wengi sana kwenye swala zima la oxygen circulation ndani ya mwili. Itasaidia kwenye swala zima la ubongo, itasaidia kwenye swala zima la moyo, na itasaidia kwenye swala zima la figo. Na hii itaenda kuondoa cholesterol iliyomo ndani ya mwili, itaenda kufanya damu iweze kuwa nyepesi, itakwenda kufanya microcirculation ambayo hiyo ni mishipa midogo midogo iliyomo ndani ya mwili, especially kwenye swala zima la moyo. Ni antioxidant, itaenda kuondoa oxidation ambayo inafanyika kutokana na seli zinazokufa ndani ya mwili, lakini itaenda ku remove free radicals, lakini pia itakusaidia uweze kujisikia vizuri na mwili wako kuweza kuwa na activeness. Kwa hiyo hii ni bidhaa ambayo ni muhimu sana, inawasaidia watu. Kwa hiyo inawasaidia watu wenye umri wa kati na wazee. Watu wenye matatizo ya muda mrefu, chronic diseases, wanatakiwa watumie hii bidhaa, itaenda kuwasaidia. Watu ambao wanapata matatizo, hasa wanawake ambao wanakuwa na dysmenorrhea, hii inaenda kuwasaidia bidhaa hii kwao. Bidhaa hii inatumika vidonge vitatu mara tatu kwa siku. Kwa hiyo hii inatumika chupa moja inatumika kwa muda wa siku 10 mpaka siku 11. Kwa hiyo kwa mtu mwenye pressure, bidhaa hii ni nzuri sana, mtu aweze kupata mambo yote mwilini yaweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo hii ni bidhaa ya kwanza ambayo tumeiangalia kwenye swala zima la mmeng'enyo wa swala zima la mzunguko wa damu. Kama mtu anywe sali, karibu aweze kuniuliza swali. Jamani, nimekaribisha mtu mwenye swali.